Hamjambo wa Kenya wenzangu, mimi nawapenda sana, ndio maana nawaletea vitu vizuri kwa hii station. Mimi naitwa Sydney kutoka Mwa TV, nikiwa kaunti ya Kiambu. Ni wakati sasa wa mafunzo, yani nataka kuwaletea mafunzo. Ni wakati wa mafunzo kwa wale ambao wanatalau kazi, yani ndogo ndogo. Kuna watu wanapata wamesoma lakini wanadharau ile kazi ndogo ndogo, sijafuka mikono. Mnanielewa sasa watu wangu? Yani anajifanya yeye ni mtu wa kifahari, kuvaa manguo smart kila wakati. Nauliza watu, mbona wewe usifanye kazi ndiposa Mungu afungue njia zako? Haya, tukiendelea, unapata kuna mtu amesoma, ametafuta kazi, yani ametafuta kazi, imekosekana na hakuna degree, ameacha pale nyumbani. Unaona? Anashinda akirandaranda pale mtaani, ameng'ara, kuna simu mzuri, lakini hana kazi. Hawezi fanya kazi ndogo ndogo juu amesoma. Hawezi fanya mchengo, hawezi fanya kibarua yoyote ile, hawezi lima, wala hawezi pepea watu mizigo kwa soko juu anaogopa ati amesoma. Sasa unapata ameanza kukuwa na stress juu apati kazi ya ofisi, yani anataka kazi kubwa. Kwani hiyo kazi iko wapi? Hata mimi mwenyewe nimeitafuta kwa muda mrefu, miaka karibu 10, lakini sipati hiyo kazi. Unaenda pale unalipa pesa, unaambiwa utaingia siku fulani. Hiyo siku ikifika, ukienda pale unaambiwa kuna kazi, sijui bosi ameenda aje, sijui ameenda wapi, njoo siku fulani. Ikifika hiyo date, ukifika pale sijui unachanganyikiwa, unapiga makona. Nauliza watu, kwani hiyo kazi iko wapi? Hata mimi mwenyewe si ningeifanya. Naona nafanya kazi ya kuwafurahisha kidogo, ama nakosea mali. Anaanza kufikiria mambo ya kufuta miadarati. Nauliza watu, hiyo ni ungwana? Mbona mtu asifanye kazi yoyote ile? Umepata ndiposa Mungu akufungulie njia upate kazi kubwa. Unapata kuna mtu hakusoma hata kidogo, au pengine alifika standard 3 au 4. Unapata hako na mali nyingi sana. Kwa sababu gani? Unapata ni mchapa kazi, yani mtu ako na bidii, nafanya kazi yoyote kule nyumbani. Akipata kazi ya sewage, ya chai, anaingia kule ndani, anatoa sewage. Ni mtu yani anafanya kazi na bidii kwa sababu hakusoma. Anaanza kusave tu pesa kidogo kidogo, akirisha kwa banki. Mtu huyo anaanza kufungua maindustry, akiachiri watu. Yule ambaye amesoma anakaa tu pale nje, akimaliza muda, akichimalizia muda. Ni jambo la kusangaza. Jambo la kusangaza. Yani ukisikia jambo la kusangaza, ni la kusangaza. Pia mimi mwenyewe nashangaa kwa wale watu ambao hawafanyi kazi, wanataka kazi ya ofisi. Haya, ile amepata anafanya, ndiposa Mungu akamfungulia milango yake ikafunguka. Naelewa sasa? Yule ambao aliyepata ile kazi, ile ambao kwa natarau, Mungu akaja akamfungulia milango. Chama akafunguliwa, kafungua maindustry, akaachili watu. Chama akakuwa tajiri, akakuwa na magari ya biashara.
Uko pale tu ati unasubiri kazi ya ofisi. Nauliza wewe unayenitazama kwa kipindi, nakuuliza, mbona unachagua kazi? Wacha kuchagua kazi mwenzangu, fanya kazi yote, bora usifanye kazi ya kuiba wala kazi ya uchawi. Fanya kazi na mikono. Mungu ubarikire yule mtu ambaye anafanya kazi na bidii na mikono yake. Unanielewa? Hii ni mafunzo tumeletewa na Sydney akiwa station ya Mwa TV. Akipata mafunzo mengine atawaletea Jumapili mwendo wa saa moja. Yani atawaletea Jumapili mwendo wa saa moja kamili. Mukitachi nambari yake ya simu ni 0759903233. We tulia kidogo bana. Ni 0759903233. Asanteni kwa kunisikiliza kipindi hichi.